Mtu mwenye mimba yuko hivi. Kwenye exclusive interview mbele ya kamera tuko na moja kati ya msanii ambaye anafanya poa sana, anasumbua pia kwenye kiwanda. Pipi Jojo, mambo Poa. shwari? Shwari. Umependeza. Thank you. Hivi kwa haraka haraka tukiangalia hii mtoko wako unaweza kwa gharimu kama shilingi ngapi? Sijapiga hesabu kwa sijui. Wewe huwa kwenye mavazi upigaje hesabu ukiwa unavaa? Kwa outfit ya leo sijui. Sasa jamani, si vitu vinanunuliwa. Naomba. Ndio. Kwa sijui jumla ni shilingi ngapi. Yeah. Sasa kwa haraka haraka labda kwa mara ya kwanza pengine watu wanakuona kwa sababu wewe ni msanii ambaye sio mara umekuwa muda mrefu unafanya interview. Pengine kwa mara ya kwanza mtu anakuona. Hem, tupitishe kidogo historia yako fupi ya kutoka Mbeya mpaka ukaya jijini Dar es Salaam kwenye mitikasi ya Kimusic. Historia haiwezi kuwa fupi kwa sababu safari ni ndefu, lakini ipo kwenye mitandao na kila mtu anaweza kaiona. Ndio mimi Pipi Jojo. Okay, so far Pipi Jojo muonekano wako ni mkubwa sana kwa sababu the way ulivyotambulishwa na Chief Godlove Mwakipete mpaka na matamko waliotoka, na sasa hivi tunaona unaenda kusimamia wewe kama wewe. So far ulikuwa unataka tujue kwamba unaistamilivu hii hali au ulikuwa unataka kiundani, nini ambacho kimetokea? Yametokea mengi ambayo ndio yamesababisha tufikie hapa, lakini naamini Mungu atanisaidia tu. Hili nalo litapita. Maana ulisema yule ni baba yako kabisa. Yes, ni baba yangu. Nini kimetokea sasa? Kwa karibu na baba? Sio kwamba sitaki kuwa karibu na baba, lakini ndio hivyo. Pia Kenya wamesema kwamba mambo mengi sana yalitokea. Mambo gani yao? Mengi ambayo ni kati yangu mimi na yeye, lakini tamko lilotoka la lebo ndio hilo kwamba sipo nao tena. Ya, pengine turudi nyuma kidogo. Ulivyokuja Dar es Salaam, pengine mtu anajiuliza Pipi Jojo hasa alikuwa anajishughulisha na nini Dar es Salaam kabla ya kuingia kwenye masuala mazima ya Kimusic? Kabla nilikuwa winga mimi. Ulikuwa winga? Winga na uza vitu mpaka simu nauza, yani kila kitu ambacho unakuwa unakitaka mimi najua machimbo. Sasa hivi umeacha hiyo biashara ya winga? Tafanya lini jamani? Kuna wasanii mtu anafanya biashara zake lakini pia anaimba. Sina biashara kwa sasa. Biashara yangu mimi ni muziki. Ndio. Sawa, nataka kufahamu pia kwa sababu kipindi chetu tulikuwa tunakujua kama Glady, lakini sasa hivi unaitwa Pipi Jojo. Na hilo jina limetoka kwa Chief Godlove bila shaka. Na sasa hivi umetamana na Chief Godlove. Pengine makubaliano yapoje kwenye kutumia hilo jina la Pipi Jojo? Bado utaendelea kulitumia Pipi Jojo ama utarudi kwa jina lako lile la Glady? Hapana, mimi ni Pipi Jojo kwa sababu hatukusaini mkataba wowote wala sikuwa chini ya lebo. Kwa hiyo ndaendelea kubaki na jina langu Pipi Jojo. Makubaliano na Chief Godlove yalikuwaje kwenye masuala mazima ya kukusimamia? Alikuwa ananisaidia kama mtoto wake. Hamkuwa na mkataba? Hatukuwa na mkataba. Mkataba huo ulikuwa unataka kuingia ama ni yeye mwenyewe tu alikuwa? Umri wangu aliona bado haujafika wa kuingia kwenye mkataba au kusaini. Ndio. Yeye alisema pengine anakuingiza kwenye mkataba labda ukifikia umri wa miaka mingapi? Alisema tu muda ukifika nitakapoona sasa hivi ni wakati sahihi wa kusaini nitakusaini. Taarifa iliyotoka ya Chief Godlove kwamba tumeachana na Pipi Jojo rasmi kabisa, ulikuwa unaijua kabla ama mwenyewe umekuwa surprise mitandaoni kama sisi kuona kwamba Pipi Jojo ameachana rasmi kabisa na Chief Godlove kwenye kusimamia Kimusic? Niliona pia mtandaoni. Kwa nini uliona mitandaoni? Kwa sababu pia ndio ilipostiwa mtandaoni. Okay, Pipi Jojo, moja kitu ambacho nilisikia kwa karibu na kuna watu wananiambia pia nikuulize. Kwamba inasemekana wewe kuweza kustahimili mazingira ya Nairobi, so ukasema uje ukae huko Dar es Salaam South ukazoea. Lakini licha hivyo ni kwamba kuna watu pia kwamba wanakudanganya labda uache na Chief Godlove watakusimamia na wataweza kufanya uwe mkubwa zaidi ya ulivyokuwa kwa Chief Godlove Mwakipete. Hii ndilo unaleka vipi? Cha kwanza kustahimili mazingira ya Nairobi. Jamani, Nairobi ni sehemu pazuri na ukiangalia sio kwamba yani tupo pale kama kutalii au vile vacation, naweza nikasema hivyo. Lakini cha pili, hivi unaona mimi kuna mtu anaweza kanidanganya tu jamani, nikiniangalia mtu anakuja ananidanganya nini? Aniambia nini cha kunidanganya? Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akatokea akasema kwamba labda toka kwa chief mimi nitakusimamia. Hiyo ni ngumu kwa sababu yule alikuwa kama baba yangu. Alikuwa ni kama baba yangu. Ni kama ni kama baba yangu. Sasa hivi ni kama baba yangu. Kwa hiyo ni ngumu mtu kuja kuniambia. Sasa hivi mnawasiliana lakini. Hapana, toka taarifa itoke hatujawahi kuwasiliana. Kwa nini wasiliana naye wakati ni babako? Sina simu. Kuna simu? Sina simu. Simu unatumia ulipotoka Kenya. Hakukuuliza na simu? Hapana.
Yaani simu ninayo lakini sim card sina. Yaani line ya simu hauna. Kwa nini hauna line ya simu? Basi tu. Au upendelee mambo hayo. Okay, so far mimi nataka kujua nini kilitokea huko Nairobi kwa sababu kuna maneno mengi yanazungumzwa. Mara sio alikuwa anakutaka na mambo mengi. Hebu tuambie kinachoendelea. Hakuna kitu kama hicho. Jamani, watu acheni kumsindilia baba watu mambo kama hayo. Yapo mengi ambayo yametokea na naamini kuna siku yeye mwenyewe atakuja na atazungumzia, lakini mimi siwezi kuzungumzia chochote, ila ndio hivyo, nimetoka for good. Na kauli yako moja ulisema kwamba hautaki kushindana na mtu mwenye nguvu. Kipindi unatoka Chief Music aliwahi kukuambia labda vitisho vyovyote kipindi unatoka? Hapana, hamna kitu chochote. Mtu tu mwenye akili timamu mwenyewe tu ukiangalia unaona utashindana na pesa. Sawa, kwenye kauli yako kwamba uliozungumza kuhusiana kwamba ulishtuka baada, wewe umeshtuka kama sisi ambao tulivyoshtuka kuona kwamba taarifa ya kuachana na Pipi Jojo kusimamiwa kimusic, inaonekana kulikuwa na sababu labda behind mpaka wewe ukaachana rasmi kabisa na Chief Godlove kwenye masuala mazima ya kimusic. Sababu ilikuwa ni nini hasa? Wewe ndio ulikuwa unataka kuacha kusimamiwa na Chief Godlove ama yeye alikuwa anataka kuacha kukusimamia wewe? Hapana, tulikuwa tuna conversation ambayo tulikuwa tuna chat usiku ule kabla ya mimi kutoka. Yaani kabla ile tangazo kutoka. So katika kuchati kuna mambo ambayo tulikuwa tuna chat. Yaani kama vile tulipishana kidogo. Katika kuchati akawa ameniuliza, "Mbona hizo SMS zako ni kama unataka kujisimamia mwenyewe?" Kaambia ni kweli. Natamani. Yaani natamani ingekuwa hivyo. Kama natamani ningekuwa mwenyewe. Ndiko hivyo. Kwa baada ya hapo asubuhi ndio nikakuta. Sawa, Nairobi, kwenye masuala mazima ya Nairobi, wewe pengine ndio ulianza kurudi hapa Dar es Salaam kabla ya Chief Godlove? Chief kwani yupo da? Hayupo bado. Yes, mimi ndo nirudi mwenyewe. Sababu ipi ile kufanya urudi kutoka Nairobi? Sababu zipo nyingi jamani ambazo zitaleta sitofahamu kwa mitandao. Hapo umesikia tofahamu Pipi Jojo. Mimi nataka kujua ulitoka vipi Nairobi kuja Tanzania? Ulitumia usafiri gani na ilikuwaje kwaje? Accommodation zilikuwaje na vitu kama hivyo? Kwa sababu umekuzwa kwenye brand na thamani nyingi, pesa za kutosha. Yaani hata sisi wenyewe tunakuja lakini unajua kwamba tunazungumza na mtu mkubwa. Kwa thamani uliowekewa. Hebu nataka uniambie situation zote. Nilitumia gari kufika Dar. Gharama alilipia nani? Yeye Mwenyewe. So far sasa hivi uko wapi na nani ambaye anakusimamia sasa kwa sasa hivi? Niko tu mwenyewe, sisimamiwi na mtu yoyote. Niko tu. Usiku kwa mkeo ametangazwa msanii ambaye anaitwa Scorpion King. Na msanii huyo inasemekana kwamba alifahamika kupitia challenge ambayo alifanya kwa Pipi Jojo. Kwanza unamfahamu Scorpion King na mshala hapa kuonana? Mimi namfahamu kwa sababu mimi nilikuwa na rap TikTok. Kwa yule sasa anaitwa Tigan. Yes, kona nisiseme simfahamu, namfahamu vizuri sana na najua kwa anajua. Umebariki kama dada kiongozi wa leo? Mimi sio kiongozi na mimi sio ambaye kwanza kusimamiwa na chief. Umebariki? Mimi sikusimamiwa, mimi nilisaidiwa. Kwa mimi siwezi kusema kwamba nibariki. Na maana kama Tigan yeye ndo atatakiwa aseme kwamba sasa hapa mimi kaka mkubwa na bariki fulani aingie kwenye lebo hivyo. Je, uko tayari kusaidia kwenye lebo ya Chief Godlove? Hapana. Kwa nini uko tayari? Kwa sababu tu naona muda bado. Muda bado? Yes. Nini ambacho hautajakaa ukisahau katika care ambayo ulikuwa unakuwa na Chief Godlove kwenye masuala mazima ya muziki? Nilionyeshwa kwamba baba anatakiwa awaje. Unajua mimi sikupataga zile care za kwamba unaona huu muda unatakiwa ukalale. Huu muda unatakiwa kufanya kitu fulani. Huu muda unatakiwa upumzike, huu muda unatakiwa ule muda. Yaani hivyo vitu ni vitu ambavyo sikuwahi kuvipata. Kwa alinikea kama baba. Chief aliwahi kukupa kiasi gani kikubwa cha pesa utumie mwenyewe? Akupa ndio mwenyewe utumie. Kwa kweli siwezi kujua kiasi kwa sababu mimi nilikuwa natembea na kadi. Si mko mnaona natembea na kadi au? Yes, kwa ni kupo tu. Baada namna unahamisi maisha kwa Chief Godlove? Nikisema kwamba sihamisi nitakuwa muongo kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda jamani umaskini, anapenda kuteseka hivyo. Kwa namisi sana babangu, namisi zile moments za mimi. Labda kuna siku alikupigia labda simu labda kutaka kujua kwamba labda mtoto wangu unaendeleaje na kitu kama hivyo baada ya kuondoka. Sasa atanipigia wapi na wakati nimekwambia sina sim card? Line imepotea ama imekuaje mpaka unasema una line? Iliandika tu no service. Line ulisajiliwa?
Unajua kama hiyo kesi unaiongelea hapo. Iliandika tu no service. Iandika tu no service. Yes, iliandika tu no service. Okay, kitu ambacho nilikuwa nataka kufahamu Jojo. Baada ya kutangazwa kwamba umeondoka kabisa pale na hauko na usimamizi tena pale, viewers wako ambao walikuwa wamefika mpaka mamilioni ya watazamaji wakashuka ghafla. Hiyo nao ilisababishwa na nini? Na je, hii ulijisikiaje baada ya jambo hilo? Cha kwanza ile ilikuwa ni account fake. Ile haikuwa account yangu. Unajua kipindi tumepandisha Chakacha, watu wengi walipandisha. Hebu angalieni video ziko ngapi YouTube. Ziko nyingi. Kwa ile sio account yangu. Account yangu yenyewe I think waliziweka video private. Ndio maana waliziweka private baada ya watu kusema mbona ina views 50,000, wakazirudisha ili watu waone kwamba views ni kweli milioni 2 na tena akasema. Mimi sina account yangu yoyote. Account zangu ambazo ninazo ni Instagram, TikTok na Facebook. Sasa kwa nini palikuwa panapostiwa kwamba viewers wamefika milioni 1 mara ndo haijai kutokea msanii kama huyu kulingana na situation zote ambaye akafanya vizuri? Kwa nini ilikuwa inakuwa hivyo na wewe kama msanii ulikuwa kwa nini unaruhusu uongo? Kivipi ni uongo? Account yangu mimi ilikuwa ina views wamefika milioni 2. Hii nyimbo ambayo nimefanya na Country na Chidi ilikuwa ina views milioni 1. Views ilikuwa ni kweli, ila kilichotokea ni kwamba baada ya mimi kutangazwa kuwa sipo tena Chief Loot, yani sipo tena na yeye, walizitoa zile video ili watu wasiendelee kuona ile account yangu, yani zilishushwa zile video. Jojo, thamani yako ni kubwa sana kwenye industry ya muziki na watu wengi wanakuheshimu kulingana na kipaji kikubwa ambacho unacho. Labda utuambie Jojo, unajipanga vipi sasa katika mwanzo huu mpya ambao umeuanza kwa kishindo na tumeona unaweza kufika katika media kubwa hii Clouds kwa ajili ya kuweza kujua, umejipanga vipi sasa kwa mashabiki zako? Unawaahidi nini? Kwa kweli sasa hivi mashabiki zangu ningependa tu waniombee, kwa sababu siwezi kusema eti nimejipanga au ni muda mchache sana toka nitoke. Still inahitaji muda wa kufikiria, still inahitaji ushauri kwa watu wakubwa kwamba nitafanyaje. Sielewi ni njia gani ambayo natakiwa kufika kwa hapa nilipo, natakiwa kupita wapi. Okay. Wimbo wako mpya umeutoa lakini tunampata na wimbo umeshushwa. Hiyo inasababishwa na nini? Nani anafanya hivi? I think ni maybe sikuweka vitu sawa kipindi na upload au matatizo tu ya kimtandao, siwezi jua. Unajua, msifikirie sana vitu negative. Kwa wimbo wangu pale ambapo utakupo sawa, nitapandisha tena kwenye platform hivyo, lakini naomba tu waende wakasubscribe kwenye YouTube channel yangu mpya. Sawa, kwenye kuachana na Chief Godlove kukusimamia, umesema umepewa akaunti yako ya Insta, akaunti ya TikTok pia. Pengine kwenye digital platform zingine za kuuzia music hauna account, labda Spotify, YouTube na nini, na sababu ipi ilipelekea mpaka usipewe hizo platform za kuuzia music? Kiukweli sina account, na hata hizi zenyewe nilizo nazo, unajua umekaa na kitu lakini unahofia kwamba muda wote utaamka akipo, kwamba that's what going on. Yani kwamba niko na account zangu za Instagram, YouTube, Instagram, TikTok na Facebook, lakini mi pia niko na wasiwasi kwamba nitakuwa nazo hivyo, kwa sina account hizo nyingine, yani YouTube pamoja na platform hizo nyingine sina. Kwamba wewe ulizichukuaje hizo account? Kwa mantikio inaonekana kuna namna mambo yalikuwa hajakaa sawa, pengine ulizichukua, labda Chief alikuwa ajui kama umechukua account ya Insta, account ya TikTok. Hem, tuelezee account zako hizo zingine ulizichukuaje mpaka hizo zingine zikashindwa kubebeka? Hapana, sio kwamba alikuwa ajui. Kipindi ambapo tunaongea, mimi nilivyoona baba amepanic, ikabidi kwa sababu mimi namjua babangu, akipanic huwaga asikilizi mtu, na nikajua kwamba endapo zile account zitaenda kule kwao hawatonipa nafasi ya kunisikiliza, lakini endapo account zikiwa kwangu mimi na uwezo, yani tunaweza kuongea na yani tukaongea vizuri, mimi na uwezo kumsikiliza baba na respect zote, haijalishi niko sijui vile umekosewa au nini, naweza kumsikiliza. Lakini endapo yeye ndo angekuwa nazo hizo account leo, mimi nisingekuwa nasikiliza. Yani mimi nani angenisikiliza? Ningeenda wapi kwamba sasa jamani sijui account zangu sina, ningeenda wapi? Haya, unaenda kutafuta sababu gani inayokufanya wewe usiwe na account? Ndio yanaanza mambo ya kuongea mambo ambayo yashatokeaga huko, mshafanyiana mambo ambayo hayafai kuongelewa kwenye mambo ya media. Kwa hiyo nilibadilisha password, nikabadilisha na kila kitu, ili mradi nikiwa nazo mimi najua kuna mazungumzo yanaweza yakaendelea, lakini yangekupo kule kuna mazungumzo yasingeweza kuendelea. Kwa hiyo hicho ndio kilichofanyika.
mpaka mimi nina akaunti zangu hizo. Hiyo sawa. Umesema kwamba hapo kuhusiana hizo akaunti na nini na nini, na nyuma kidogo ulisema kwamba ulishawahi kuwa pia winga. Kwa sasa hivi mtu akikwambia urejee kwenye hizo mbanga za winga, huku unaendelea na mishe zako za music, upo tayari kurejea? Unajua maisha yanakupeleka sehemu yoyote, kwa taangalia ni biashara gani ambayo inanifaa nitafanya. Kama sio biashara, yani hivyo, kama nitapata shows, kama nitapata matangazo ya kufanya, nitafanya chochote kile ili mradi nipate kipato. La mwisho kwangu, nilisikia pia hapo kwenye issue ya Nairobi ulirudi kwa sababu ulikuwa unauma. Ulikuwa unauma, ni kweli ulikuwa unauma? Hapana, sikuwa naumwa. Mimi nimeumwa baada ya kufika. Yaani ile baada ya kufika Dar mimi ndo nikaanza kuumwa. Ulikuwa unaumwa nini? Ilikuwa tu imetokea ghafla, nikaambiwa sijui pressure imeshuka hivyo. Pengine ulishawahi kumwaga pressure huko nyuma? Sijawahi. Hiyo ndio ilikuwa ni mara yako ya kwanza. Na maendeleo ya sasa hivi hapoje? Niko sawa, kama hivi mnaniona niko poa. Baada ya Chief Godlove kuondoa kwenye lebo yake, kuna msanii au lebo ambao ushawahi kucheki? Huenda wamenicheki, lakini yani bado siwezi, sina nguvu za kwenda kupitia social media hivi kuangalia kwamba bado. Sawa, na hizi taarifa ambazo watu wanazoziongelea, nadhani wewe mwenyewe pia unakutana nazo mitandaoni kwamba Pipi Jojo na Chief Godlove yuko hivi na hivi. Ni taarifa ambazo zinazungumzwa sana. Watu wanasema kwamba kuna kanamna pale, yani kwamba kuna mahusiano naye na vitu kama hivyo. Wakasema mara una mimba au ujauzito wake. Mtu mwenye mimba yuko hivi. Sawa. Pengine tumalize na ili hapa, neno lolote kwa mashabiki wa Pipi Jojo? Napenda sana, naomba msiache kunisupport, msiache kunishauri kwa sababu nawategemea nyinyi. Sina mtu mwingine zaidi yenu mashabiki zangu. Swali la mwisho hapo, watu washaanza kukuona na midoli, na leo vipi? Icon yako imeenda. Outfit yangu ya leo ilikuwa haitaki midoli. That's why.